Bwana Yesu asifiwe tena, watu wa Mungu. Tumshukuru Mungu kwa uzima ambao ametupa tena. Tusije kusahau kwa maana uzima ama uhai ni muujiza wa kwanza ambao Mungu anakutendea unapoamka kila siku. Watu wa Mungu, wakati Mungu ametupa nafasi tuweze kubadilika, nasi wanadamu tumeasi Mungu, tumependa vile vitu na yale mambo ambayo yanafurahisha miili yetu. Mungu anatutazama, anatamani tumrudie, tumgeukie, nasi tunang'ang'ana na mambo yanayohusu miili yetu, mambo ambayo yatakwisha. Tunashughulikia miili yetu, miili ambayo itakufa, ila roho zetu tunaacha kung'ang'ana kutengenezea roho zetu makao, kutengenezea roho zetu nafasi katika ufalme wa mbinguni. Mungu anatushangaa sana. Mungu anatutazama tukitenda dhambi kishamiri katikati yetu, tukifurahia mambo ambayo yanahusu dhambi na kuyashangilia. Ya Mungu tumeyaweka kando. Ya Mungu tunaona kama mzigo. Kwa mfano, wakati huu nikiweza kutoa nguo na nibaki uchi katika huu mtandao, wengi watakuja kushangilia na kuweka comments na kulike na kushare na kufanya vyote na kupokezana. Ila nikiwahubiria neno la Mungu, inakuwa ni kama kelele. Mungu anatazama. Wakati watu wa Mungu mnaonywa na Mwenyezi Mungu kupitia watumishi wake, inakuwa ni stories za jaba, inakuwa ni mambo ya kihistoria, inakuwa ni mambo ambayo hayawafurahishi. Lakini ya duniani, vile vya dunia, kwenda disco, kufanya nini, kutembea uchi, mnatamani mtembea hata uchi, wengine mnapiga picha na video za uchi, utupu, mnafurahia. Mungu anatazama. Watu wa Mungu, itafika wakati utamlilia Mungu, utamtafuta Mungu na hutampata Mungu. Tazama, wakati huu Mwenyezi Mungu amekupa uwezo, amekupa nafasi ya kujitambua yale makosa, vile vitu ambavyo unafanya, zile dhambi ambazo zimeshamiri katika maisha yako, uweze kuachana nazo, umrudie yeye. Unaona ni kuharibu wakati. Unaona unapendezwa na vile vitu ambavyo unafanya. Unaona unapendezwa na dhambi. Mungu anatazama tu. Siku ya kiyama usije kusema sikujua. Siku ya kiyama usije kulilia Mungu ukasema, Mungu, mbona hukutumia mjumbe? Ujumbe upo tena kila mahali. Mungu yuko na watumishi wake tena wengi sana duniani. Lakini sisi binadamu tumekuwa roho ngumu. Tumeasi njia za Mwenyezi Mungu. Tumependa njia za kidunia. Imeandikwa katika kitabu kitakatifu kwamba ukipenda dunia, naye Mungu atakuchukia. Na ukichukia Mungu, utapendwa na dunia. Therefore sisi kama wanadamu tumependa dunia sana kuliko kumpenda Mungu. Mungu anatazama tu. Itafika wakati utaita jina la Mwenyezi Mungu na kamwe hataitika, kwa sababu amekupa muda tosha. Amekupa muda mwingi ukapate kubadilisha maisha yako. Ukapate kubadilika ili umtambue kama yeye muumba wako. Umtambue yeye, umwabudu yeye, kwa maana yeye ndiye aliye na funguo kwa ajili ya maisha yako. Unaona wanakusumbua, unaona havileti shangwe, ni sawa.
Mungu anatizama. Mtu wa Mungu, badilika, achana na njia zako mbaya. Ni wakati sasa utayatazama maisha yako ya kiroho. Tazama your spiritual life. Look at your spiritual life and forget about the world, the pleasures of the world. These things will come to an end. Hata huu mwili utakufa. However beautiful you are, however handsome you are, you will die one day, and that body will rot. Therefore, unang'ang'ania nini? Unang'ang'ania kila kukicha mali, you can kill kupata mali. Unang'ang'ania mali kwa hali na mali, unanyang'anya ndugu zako vitu. Unanyang'anya wenzako vitu, maskini wanalia ukitizama. Eti kwa sababu unapigania mali. Mali ambazo umezipata duniani, umezaliwa ukapata ziko duniani. Babu zetu walikufa, walizaliwa wakatafuta mali, wakafa kama bado wanatafuta. Walipozikwa hawakuzikwa na hizo mali. Hata wewe utatafuta hiyo mali na utaondoka. Mtu wa Mungu, Mungu anakutizama tu. Amekupa nafasi ubadilike, umtazamie yeye, uamini katika yeye, naye aweze kutendea. Unaona Mungu anakukosea. Unaona hivyo vitu havileti shangwe, havifurahishi. Ila mtu akitoa nguo hapa, tunashangilia, tunaweka like, tunaweka comment. Ndugu zangu, itafika wakati utamulilia huyo Mungu, wala atakuwa ameziba masikio yake hata kusikia hata kidogo. Kwa maana kilio chako kwake kitakuwa ni kelele. Mungu amekupa nafasi tosha. Ninakuongelesha wewe ambao utatazama hii video kwamba mgeukie Mungu. Wewe mwenyewe ndio unajijua, unajua njia zako na maisha yako. Achana na zile njia zako mbaya. Repent, tubu kila kukicha. Tafuta madhabahu jiunge nayo. Tafuta kanisa ambayo itakufunza Ukristo ulio wa kweli. Tafuta madhabahu ambayo inafunza neno la Mungu. Usitafute madhabahu kwa sababu ya miujiza. Miujiza itakwisha. Ilikuwepo, ikakwisha, itakwisha. Ila neno la Mungu litasalia kuwepo. Ila huyu Kristo atazidi kuwepo kila kukicha. Ukimpenda Kristo Yesu na kumkaribisha katika maisha yako, utapokea amani ya moyo. Utapokea furaha ambayo hujai ihisi tangu zaliwe. Kwa maana huyu Kristo Yesu anakujua ndani nje. Anajua ni kipi ambacho nakitamani. Anajua matamanio yako na mipango yako. Atakutendea tu. Sio lazima umtafute shetani, upitie kwa madhabahu ya kishetani, utafute mbinu za kishetani za ushirikina, shortcuts. Mfuate tu Mungu, atakutendea. Majaribu yatakuja, yatakuwepo, lakini utayashinda, kwa maana sio wewe. Wacha huyu Kristo akachukua maisha yako, akapate kuongoza, akumiliki, akupangie, na hautawahi shindwa, mtu wa Mungu. Mungu anakutizama tu. Itafika siku utaweza kumulilia, utaweza kumuita, lakini hata kuitikia. Kwa maana kulia kwao ama kilio chako kitafanyika kelele kwa masikio yake. Wakati huu amekupa nafasi, mtu wa Mungu, badilika. Badilika mtu wa Mungu. Achana na njia zako mbaya. Tafuta madhabahu, nenda ukamulilie Mungu. Usililie mchungaji, usililie chochote kile. Lilia Mwenyezi Mungu, zungumza na Mwenyezi Mungu, mwambie Baba, nimekosa mbele yako. Sistahili kwa chochote, kwa lolote Baba, nisamehe dhambi zangu na makosa. Mimi ni mwanadamu, niliye na nyama na mwili. Nimekosea Baba, nisamehe. Mungu ni mwaminifu, atakusamehe. Mwana wa Mungu ni mwaminifu,
atakuonyesha njia. Usije kufika siku fulani ukawa unamuita Mungu naye akawa amefunga masikio, kwa maana kilio chako kikawa ni kelele kwake. Huu ndio muda. Badilika mtu wa Mungu, na uachane njia zako mbaya. Fikiria kuhusu maisha yako ya kesho, maisha baada ya kifo, life after death. Think about it, because life after death, if it is good, it will be good forever. If it will be bad, it will be bad forever. And that life itachangiwa na vile unavyoishi sahi. It is never too late. Mungu bado amekupa nafasi ya kubadilika. Badilika yeye mtu wa Mungu. Ni wewe unajua maisha unayoishi. Ni wewe unafahamu vile vitu ambavyo unavifanya ambavyo havistahili. Jaribu kujirekebisha. Hakuna aliye mkamilifu. Lakini inafurahisha Mungu wakati sote tunapokumbuka, tunapojiona watenda dhambi, tafakari na kujua dhambi ambazo tunazifanya na kumrejelea yeye. Inapendeza sana. Mungu atakusamehe, ni mwaminifu. Hata ukiwa umetenda dhambi zipi atakusamehe na atakufanya kiumbe kipya. Mbarikiwe watu wa Mungu. Usiku mwema.